Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu katika imani wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania. Habari za leo, vipi hali zenu? Mnaendeleaje? Kwa majina naitwa Dr. Shaban Kagufa Herbal Medicine kutoka nchini Tanzania katika jiji letu la Mwanza. Wengi hupenda kuniita profesa wa tiba asili, na hakika namshukuru Mungu kwamba jina hilo wala sio la kubahatisha. Ni kazi ambayo nimeianza kwa kurithi kwa wazazi, na ninamshukuru Mungu kwamba nafanya vizuri katika swala la matibabu ya mitishamba na uoto wake. Ndugu zangu, mimi ninataka niongee na Watanzania na wasiokuwa Tanzania, kwa sababu lengo kubwa ni kuokoa afya za watu, na kama ni kuokoa afya za watu ni lazima tufanye sayansi kubwa na ya kutosha sana, na lazima tufikie mahala tukubali kwamba sayansi hii ni pana. Kuna watu wengine wanaweza kukwambia maradhi fulani hayaponi, maradhi fulani hayaponi. Yani uwezo wake umeishia pale. Lakini kubwa zaidi, lazima tuangalie vitabu pia vya Mwenyezi Mungu vinasemaje, kwa sababu Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu wanatufahamisha kwamba kila ugonjwa una dawa yake, isipokuwa maradhi ambayo tunaweza tukasema hayana matibabu. Tunazungumzia ni kifo na uzee. Kifo hakina dawa yoyote, lakini pia uzee hauna dawa yoyote. Lakini maradhi mengine yanapona, isipokuwa ni sayansi, na Mwenyezi Mungu ametuumbia miti, ametuumbia miti mbalimbali, lakini pia Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ametufundisha, au tunatumia vitabu vya Mwenyezi Mungu ili kupata elimu ya kutosha. Sasa leo nataka nizungumzie na kuonyesha mfano. Sasa kuna watu wengi wamenipigia simu na maelezo yao ilikuwa ni kuniuliza kuhusu habari ya dawa za kampuni ya Okata. Wengi wamenipigia simu. Nimepata simu kutoka Zambia, South Africa, Marekani na maeneo mengine. Nimepata simu kutoka katika nchi yetu ya Tanzania, Kenya na maeneo mengine. Dokta, hizi dawa za kampuni ya Okata zinatumikaje? Mtu anazitumiaje? Lakini wakataka kujua zaidi kwamba zina faida gani. Sasa na mimi nimeona niweze kuja walau nizungumze kwa ufupi, kwa sababu watu wengi huwa ni wavivu wa kusikiliza clip, hasa inapokuwa ndefu. Sasa nitazungumza tu kwa ufupi sana, alafu baada ya hapo nadhani mtanielewa, na nitafundisha ili jambo kwa vitendo. Hawa ndugu zetu kampuni ya Okata, kampuni ya Okata, kwanza tuelewe ni kampuni ambayo imehusisha wazungu wakishirikiana na CEO au rais wa kampuni hiyo ambaye ni Mwafrika na ni mtu wa Uganda. Naam, lengo la kampuni yao ni kutaka kuja kusaidia hasa binadamu, na huyu bwana ambaye ndiyo CEO au rais wa kampuni hii, hakika ameona aanze na Afrika kwa kuwasaidia ndugu zake wa Afrika, kwa sababu changamoto tulizonazo ni nyingi. Tataja tu haraka haraka changamoto tulizonazo. Watu wengi leo wana maradhi ya kisukari, na walio wengi wamo ndani wanasumbuliwa na kisukari, na wengine hutumia sindano, kila siku wanapigwa sindano. Lakini kuna watu leo wana matatizo ya figo, na wengi wao husafisha kila baada ya mwezi au baada ya siku kadhaa alizopangiwa na daktari kwenda kusafisha figo, na wengine figo limefeli kabisa. Lakini wengine leo tunavyozungumza wana maradhi ya tezi dume, wengine wameshafanywa operation kwa maana ya upasuaji, lakini wengine wapo kwenye matibabu wakiendelea kutumia dawa. Lakini pia kuna watu wana saratani ya kansa ya damu, na wengine wana kansa ambayo imeshawaathiri kwa sehemu kubwa. Aidha imetokana na mfumo wa njia ya haja ndogo iliyoziba, maana yake mtu huyu ana tezi dume, kwa hiyo hapa kumetengenezeka kansa, kama tulivyosema katika klipu iliyopita kwamba ukiwa na tezi dume usipopata matibabu haraka unaweza ukapata kansa.
na ikawa ni habari nyingine. Lakini pia watu wengine wamekuwa na vitambi uzembe, vitambi vinavyotokana na vyakula tunavyokula. Naam, na hasa wakina mama wengi wamekuwa na vitambi chini ya kitovu, na hata wakina baba, kwa sababu ya vyakula tunavyokula. Watu wamekuwa na mafuta machafu tumboni. Yote haya ni maradhi. Lakini sio hivyo tu, mama zetu wengi wana maradhi ya PID, damu isiyo katika mara kwa mara, na wengine hata hedhi zao hazieleweki. Hajui ataingia wakati gani, atatoka muda gani, au hajui tena hii damu itajirudia kwa wakati gani. Lakini pia wengine wamekuwa na maradhi ya maumivu ya tumbo kila siku, na wengine wamekuwa na maumivu ya gout, yaani magoti kuuma sehemu zote za joint, na wengine leo wamepoteza kumbukumbu, akiweka kitu sehemu dakika 5 wamesahau. Lakini pia wengine leo wana stroke, wana kiharusi. Zote hizi ni changamoto tunazokutana nazo. Sasa hawa ndugu zetu Okata, kupitia wataalamu hawa wanasayansi wabobezi watafiti wa tiba asili waliopo Marekani, kwa kushirikiana na CEO aliyopo Uganda, ambaye ndio rais wa kampuni hii, wao wamekuja na suluhisho. Kwanza wamefanya tafiti za kutosha na wakaona wanaweza wakamaliza changamoto. Sio vibaya sasa kwa sisi kama wataalamu madaktari ambao tumebobea katika mitishamba, miti ya kiasili, na inawezekana kwa sababu hatuna support ya kuwa na vyombo vya kutengeneza dawa kama hivi wanavyotengeneza wao. Sio vibaya kuwa support au kuwasemea ukweli, kwa sababu ni vitu vinavyoonekana na vinavyojieleza. Hata leo mimi Dr. Kagufa, profesa daktari wa tiba asili, kama napata wadau wakaweza kunisupport, ninaweza nikafika hatua nzuri. Lakini bahati mbaya sana sisi wa Afrika, na kwa sehemu kubwa sana, ningekuwa ni msanii, wangenisupport sana. Yaani ningekuwa mcheza mziki, ningepata support ya kutosha. Kwa hiyo utaona tunafanya kazi katika mazingira magumu sana, hatuna support. Sasa wanapotokea wataalamu au wenye uwezo wa namna hii kuwasemea ukweli kwamba kampuni hii inafanya vizuri, sio haramu, sio dhambi, bali tunatenda haki, kwa sababu lengo letu ni kusapoti ili pia Watanzania na wasiokuwa Tanzania wapate huduma. Naam. Kwa hiyo mimi kama leo nazungumzia kampuni ya Okata, maana yake nazungumzia kitu ambacho nina uhakika kwamba kinafanya vizuri katika kuwasaidia watu. Lakini vile vile tumpongeze sana ndugu yetu huyu mwenzetu Mganda aliyekuja na wazo la kuwatafuta wataalamu wakubwa wabobezi katika tafiti za tiba, na wakaona kuna haja sasa ya kuwasaidia watu katika maradhi ambayo yamekuwa kionekana hayatibiki, wakati uwezekano wa kutibika upo. Jambo la kwanza tumsapoti, lakini jambo la pili tumuombee dua ili Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, kwa sababu hajaja tu na swala la kuwasapoti watu wapone, bali pia ametengeneza na fursa watu waweze kupata kipato kupitia kampuni yake. Maana yake ukiwa ni mwanachama utapata kipato, lakini pia kuna fursa mbalimbali unapokuwa umejiunga kwenye kampuni ile. Na wala hii haituzuii sisi kusema dawa zao, kuzitangaza dawa zao, wala haituzuii sisi kusema dawa zetu. Ndio maana kwenye klipu yangu ya mwisho hapa nitakuelekeza na matumizi ya dawa hii, alafu baadaye nitakuelekeza pia ufanye nini kwenye dawa zangu zingine. Lengo wewe uweze kufanikiwa, lengo uweze kupona. Hapa chini ya jua hakuna anayetamani kutangulia, wote tunatamani kuishi. Kwa hiyo jambo kubwa ni kusaidiana. Sasa utaona hapa mfano, nitaanza na hii dawa na nitakuonyesha kwa vitendo. Hii ni Andro-T. Hii ni Andro-T. Sifa ya hii dawa nitazungumza chache tu. Sifa yake ya kwanza ni kuimarisha misuli na kukusababisha wewe uweze kupata uwezo wa tendo la ndoa. Ulifurahie tendo la ndoa. Na hapa watu wengi wamefeli sana kwenye swala la tendo la ndoa, tumefeli sana. Kwa hiyo dawa hii Andro-T itakusaidia kwa kiasi kikubwa, lakini bado itatengeneza mfumo wa masuala ya uzazi hata upande wa kina mama. Kukuwekea kama wewe ulikuwa na changamoto ya PID, mfumo wako wa uzazi hauko vizuri, ukitumia Andro-T itakusaidia katika maeneo hayo. Lakini pia na kukuondolea maumivu ya mgongo na kiuno. Andro-T ni dawa ambayo mimi binafsi nimeitumia na naendelea kuzitumia,
na utaona zina majibu sahihi. Mfano nitakuonyesha hii hapa Andro T, nimefungua hapa hii ni Andro T. Mimi na meza dawa hii kwa ili uone nimemeza hivyo. Lakini pia kwa watu wenye matatizo ya tezi dume, tumia dawa hii Andro T, itakusaidia watu wenye maradhi ya tezi dume. Utaona kuna faida kubwa sana, inakwenda kufungua zile njia za mkojo vizuri. Andro T hii tunaweka pembeni, lakini tunakwenda kwenye dawa ambayo inaitwa Liver Care. Liver Care ambayo ni hii hapa Liver Care, dawa yake hii. Sasa Liver Care inaondoa sumu ndani ya mwili wako kwa vyakula vyote ulivyokula. Unajua tunapata sumu za chakula kwa namna mbalimbali na kwa kiasi kikubwa: nyama za mbuzi, nyama za kondoo, nyama za ng'ombe na vyakula vingine vyote vyenye kemikali. Tunalimbikiza sumu ndani ya miili yetu, ambao baadaye inatuletea maradhi mengi sana, na hata watu wengine kupata maradhi ya kisukari, kupata gauti na magonjwa mengine yanayotokana na vyakula, na watu wengine kupata hemoroide na prostate. Hemoroide ni bawasiri. Unaweza ukapata bawasiri kupitia vyakula ulivyokula. Unaweza ukapata prostate pia kupitia vyakula ulivyokula. Inawezekana, kwa sababu watu wanakula vyakula vya baridi, watu wanakula vyakula havijaoshwa. Kwa hiyo uwezekano wa kupata bakteria kwa kiasi kikubwa, kuna uwezekano mkubwa sana. Na wale bakteria watakapoingia ndani ya tumbo lako, haujui wataingia, watakuwa maeneo gani na watashambulia kitu gani katika mwili wako, hasa katika utumbo wa ndani. Kwa hiyo unaweza kupata madhara makubwa sana. Sasa hii kama unavyoona Liver Care, mimi na meza dawa hii Liver Care kwa sababu nakwenda kuondoa sumu ya vyakula ndani ya mwili, na sihitaji pia kitambi. Nadhani nimekuonyesha hivyo, lakini jambo jingine na kuonyesha dawa hii Super Omega. Hii Super Omega ina vitu vingi na inafanya vitu vingi sana. Watu wenye maradhi ya ganzi, stroke, lakini pia kuondoa mafuta machafu tumboni, kutengeneza mfumo wa uzazi, kuondoa maumivu katika sehemu za joint. Hii Super Omega kwa kweli inafanya vizuri sana, na ina vitu vingi, inatibu vitu vingi. Watu wenye kupoteza kumbukumbu, ili urudishe kumbukumbu zako vizuri, mwili wako ufunguke, unatumia Super Omega. Super Omega namba 3 au Super Omega 3. Super Omega 3 au Super Omega namba 3. Sasa ninachukua kidonge kingine cha Super Omega, na utaona walivyokitengeneza, wamekitengeneza katika mfumo wa kitaalamu. Tunavyosema mfumo wa kitaalamu, unaona? Hiyo ndio Super Omega. Nafikiri umeona. Ni kidonge kinachovutia kwa kweli. Ndugu zetu hawa wame advance kwa kiasi kikubwa. Hiyo ndio Super Omega. Sasa Super Omega unachukua kidonge hiki, unatupia mdomoni, unakunywa. Hapa itakiwa nimeze vidonge 4. Kuna dawa nyingine iko mbali kidogo na mimi. Itakiwa nimeze vidonge 4. Yaani dawa tofauti tofauti. Lakini hapa nimeonyesha mfano. Sasa hapa ninakwenda kutengeneza mfumo wangu wa mwili. Kama kulikuwa kuna ganzi, kuna dalili fulani za element za kupata sukari, maana yake na nimekwenda kujitibu, kuondoa sumu mwilini, kutengeneza nguvu za kiume, mifumo ya uzazi, maana yake mwili wangu mimi unakwenda kufunguka. Kwa hiyo utaona ni dawa ambazo zimekuja kuwasaidia watu maskini na watu wenye uwezo pia utasaidiwa, kwa sababu wewe na mimi hatuna fedha za kwenda nchi za nje, India kwenda kufanyia operation, China, wapi. Alafu pia mwili wa mwanadamu kufanyiwa kitu operation ni kitu ambacho hakifai. Yaani mwili wa mwanadamu haupashwi kupasuliwa kiukweli. Unapokuwa wewe umefanyia operation, tayari wewe unaitwa ni mlemavu. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo kwa nini tufike hatua ya kupasuliwa? Kwa nini tusitumie dawa hizi? Sasa baada ya kumaliza dozi zako, dawa zako hizi, kopo zako 4, umemaliza dozi. Sawa sawa, umemaliza dozi wewe, umemaliza dozi zako. Cha kufanya sasa, mimi kama profesa na ambaye nimekuwa nikifundisha bure, na lengo langu ni kukusaidia wewe Mtanzania na usiyokuwa Mtanzania,
kwa sababu mimi najua huna cha kunilipa, Allah pekee ndio atakayenilipa. Sasa nini utakachokifanya? Dawa hizi zitakuwa zimeshakutibu tayari, umepona. Lakini tunahitaji ule uchafu utoke ndani ya mwili wako na vinyoleo viweze kufanya kazi yake. Yaani mwili wako uanze kupumua. Sasa nini utafanya? Lakini pia ukayashuhudie maajabu yaliyokuwa ndani ya mwili wako. Baada ya kumaliza dozi yako sasa, nachokushauri nenda kanunue Sanmark. Ununue Sanmark robo. Alafu nunue nanasi moja kubwa. Ikatekate vipande vidogo vidogo na maganda yake. Chukua ile Sanmark, igawe robo yake, usiweke yote. Kale kamfuko kale karobo kagawe. Alafu mimina, weka maji ya lita 3 au lita 4. Pika dawa yako iive vizuri sawa sawa. Alafu chuja. Asubuhi kunywa glasi moja, na mchana glasi moja, na jioni glasi moja. Ndugu yangu, wewe utakuwa shahidi. Na kuhakikishia kule utakakokwenda kule chooni, unaweza ukajikimbia wewe mwenyewe. Utaona uchafu utakaokuwa unatoka ndani ya tumbo. Mafuta yale ulikuwa umeyatunza ndani ya tumbo. Vitu vya ajabu mpaka utashangaa. Lakini baada ya kumaliza ile dozi yako sasa, hiyo ambayo nimekufundisha bure, maana yake nina uhakika utanishukuru. Sasa unaweza ukataka kunishukuru hata kwa maneno, lakini wakati mwingine hujui utanipataje. Na si kwamba nahitaji fedha yako, la, katengeneze upone. Ukitaka kunishukuru, lakini kubwa zaidi mshukuru Mungu. Na kama utahitaji kunipigia simu kwa maana kunishukuru, basi ni 0762626975. Narudia 0762626975. Tumieni dawa hizo na mtaniambia, na mimi sintochoka kuja kuwafundisha dawa aina mbalimbali, hata ikiwa ikiwa ni dawa za kampuni ya Ukata au dawa zingine, tutakuja kuwafundisheni, kwa sababu lengo la Chini ya Jua ni watu kusaidiana. Baada ya machache hayo, ni wenu Profesa Daktari Shaabani Kagufa anayepatikana Mwanza. Mungu atubariki sana, Mungu awabariki sana. Niwatakia usiku mwema, Mungu atuweze salama na tuamke salama. Asanteni kwa unyenyekevu mkubwa, na wapenda sana. Ukitaka dawa hizo pia nipigie simu, nitakuelekeza namna kuzipata. Ukitaka kujiunga kwenye kampuni ya Ukata, nipigie simu, nitakuelekeza ujiunge, ukapate faida ya kielimu, ukapate faida ya kiuchumi. Asanteni sana, Mungu atubariki sana.